Tutapanga mambo ya ajira ya vijana wa Kenya, na hakuna muujiza inatakikana, ni kupanga, ndio sababu hiyo tukaweka hii mpango ya housing. Hii mpango ya housing tunapanga kujenga nyumba 1,200 kila mwaka. Nia yetu kwa miaka 5 ni kuajiri vijana 1,000,000 katika hii mpango ya housing. Hii mnanielewa? Hapa Nanyuki, hii nyumba tunaanza hapa ni nyumba 200. Ingine hapa just next tunaweka nyumba ingine 800. Hapa tutajenga nyumba 1,000 katika uwanja hii. Na hiyo nyumba 1,000 inahitaji vijana 2,000 wa kufanya kazi hapa. Vijana wa hapa Nanyuki, mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si ndio? Nataka ifanyike leo. Kuna wengine wanasema ati tucheleweshe. Kuna wengine wanasema ati tungojee. Ati kuna wengine wanasema ati isimame. Mnataka hii kazi isimame? Mnataka icheleweshe? Mnataka ifanywe haraka? Wale wanasema ifanywe haraka nione. Isonge mbele. Kuna watu wengine wale watu wameenda kotini, ni watu wako na pesa. Kwanza mtu wako na kazi. Bibi yake yako na kazi. Watoto wake wako na kazi. Yeye mwenyewe yako na biashara. Ameenda kotini kuzuia hii kazi isiendelee kwa sababu wako na pesa, anaenda kununua wakili, anaenda kuhongana kotini ati hii kazi isimame ati kwa sababu ya mambo madogo madogo. Mimi nataka niwaambie hawa watu, na niliwaambia jana, nyinyi ambao mnataka kuzuia hawa vijana ya watu wengine wapate ajira hapa, ambao mnataka kuzuia mambo ya housing, nyinyi hamujawahi kulala njaa hata siku moja, hamujui. Na ufisadi tutapigana nayo, hata ufisadi kiwa anywhere. Nilisema juzi tuwache ufisadi kule kwenye mahakama zetu. Nani ajui hapa kuna ufisadi inaendelea mahakamani? Sio kama tunaelewana? Nimesema ufisadi anywhere. Ufisadi in the executive, ufisadi kule kwenye legislature, ufisadi kule kwenye mahakama, lazima tupigane nayo. Kwa sababu 3 things are taking us backwards, have held our country hostage forever, and have caused the transformation of Kenya to be delayed and delayed. 3 things: incompetent leadership, vested interest, and corruption. And we must deal decisively with all of them.